Mwanamke, zingatia furaha yako. Mwache mumeo aongoze familia. Zingatia furaha yako, mwache mumeo aongoze familia. Mwanamke, furaha yako ni kitu muhimu sana. Ni kitu muhimu kwa ajili yako mwenyewe, yaani kwa ajili ya maisha yako. Lakini ni kitu muhimu kwa ajili ya watoto wako kama ni wewe mwanamke ambaye tayari upo kwenye ndoa yako na Mungu amewajalia kuwa na watoto. Ni kitu muhimu kwa ajili ya kama kuna house girl hapo nyumbani, kuna shemeji, kuna wifi, kuna kaka, kuna dada pale nyumbani, kuna wadogo. Furaha yako mwanamke, wewe ambaye ni mke, ambaye ni mama mwenye nyumba, ni kitu muhimu sana. Kwa hiyo zingatia furaha yako. Kwa watoto wako, furaha yako. Watoto, ujue mtoto anapokuwa mdogo, anapokuwa mchanga, ananyonya, anaanza kutembea, ana miaka 2, ana miaka 3, 5, mama yake ndio dunia yake. Yaani akiwa mama yake hayupo ili kumnyonyesha, kwa mfano ile miaka 2, anaona kama dunia yote imeisha, imefunga. Ndio hivyo hivyo kwamba kama mama yake huna furaha, humchekei, anaweza kaona kama dunia imefika mwisho, anajiuliza hivi dunia inaenda wapi? Mimi huwa nasema kwa mtoto mdogo, yani wewe mama yake mzazi, kwa mtoto wako mdogo chini ya miaka 12, muda wote ukiongea naye unatakiwa uwe hivi. Yani hiyo ndio standard. Muda wote unapoongea naye umesmile. Ile furaha yako ndio dunia yake yote. Yani unavokaa umekunja uso, umenuna, unachokifanya ndani ya saikolojia ya huyu mtoto ni kwamba tu hujui, ungejua usingefanya hivyo. Kwa hiyo zingatia furaha yako, mwache mume wako aongoze. Unajua ukweli ni kwamba kuongoza sio kitu rahisi. Kuongoza sio kitu rahisi. Mimi huwa natazama mfano mzuri, ni mfano kama wa dereva na abiria. Yaani kama dereva, kwa mfano, una safari ndefu, kwa mfano ni safari ya kutoka labda Dar es Salaam mpaka Cape Town kule South Africa. Safari ndefu ya kuendesha gari kwa siku kadhaa, zinakaribia labda wiki au hata zaidi. Hebu fikiria safari kama hiyo, mmoja ni dereva, mwingine ni abiria, umekaa hapa pembeni. Hebu mfikirie huyu dereva ambaye yeye ndio anaongoza ile safari, ambaye inabidi azingatie barabara, azingatie kuangalia kwamba hasinzii, azingatie kuangalia hakuna mnyama anaingia barabarani, wala mtu, wala gari linakuja, na magari mengine usiku yatawasha taa full. Hayo yote azingatie kuangalia usalama, ili kwamba ile safari muende mfike salama. Je, ni kitu rahisi? Hebu fikiria wewe mwanamke ambaye ninakwambia mwachie mume wako aongoze, zingatia furaha yako. Ukikaa pale pembeni kwenye kiti kama abiria, wewe una nafasi ya kulala usingizi ukiona umechoka. Una nafasi ya kula snacks, una nafasi ya kuchukua selfies, kupiga picha, kushangaa wanyama madirishani, njiani, kushangaa milima, mabonde, kufurahia vitu vingi. Mwache aongoze. Yaani Mungu amempa hiyo nafasi ya kuongoza. Kwa hiyo yeye mwache apambane na hali yake, kwa sababu hiyo ameumbiwa. Ana uwezo huo kawekewa ndani yake. Ndio maana wewe umeitwa msaidizi. Yeye anatakiwa aongoze. Na yeye anapoongoza anafanya kitu ambacho ndio asili yake. Anakiweza, kaumbiwa hicho. Ukikazana mwanamke kupambania kwamba wewe unataka nafasi ya kuongoza kwenye ndoa yako, unapambania kitu ambacho mwisho wa siku kitasababisha uharibifu kwako mwenyewe, kitakukosesha furaha, kwa sababu hakuna uwezekano wa wewe kuishi kwa furaha na amani kama utangangania kiti cha kuongoza na uko ndani ya ndoa, uko na mume. Kama utangangania wewe kuongoza, hakuna namna mnaweza kukaa kwa furaha na amani mle ndani. Kwa hiyo ukingangania hiyo nafasi, unangangania kuharibu furaha na amani ya ndoa yako, unangangania yamkini kuivunja kabisa hiyo ndoa, unangangania watoto wako wakose furaha na amani, unangangania hapo nyumbani pawe tu na uharibifu, hapana raha. Kwa hiyo hiyo sio nafasi ya kuingangania. Ni ngumu, ni kazi, mwachie mwenyewe aifanye. Sasa kivitendo kuna vitu kadhaa ambavyo unatakiwa uvifanye. Cha kwanza, fanya tu maamuzi. Unajua ukishakuwa na maamuzi ndani, mambo yanawezekana. Fanya maamuzi kwamba mimi nitakuwa na furaha. Mimi nitazingatia furaha yangu ndani ya ndoa yangu. Nitazingatia furaha yangu kama mwanamke ndani ya ndoa yangu. Mimi nitakuwa na furaha. Ukishaamua kwamba mimi nitakuwa na furaha, jambo la kwanza mimi nakushauri mfurahie huyo mume wako. Huyo ambaye ana mapungufu mengi. Kama ana mapungufu yanayokuuzi yako 20, halafu kuna mazuri mawili, wewe furahia yale mazuri mawili. Yawe sababu ya furaha yako. Hayo mazuri mawili. Hata kama 20 ni mabaya. Na huwezi ukaniambia mwanamke kwamba wewe umepata mume ambaye hana zuri hata moja.
Huwezi kuniambia, kwa sababu watu wote tumeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Kwa hiyo Mungu ana uzuri, inamaanisha ndani ya kila mtu Mungu kaweka uzuri upo. Kwa hiyo hata kama uzuri huo ni vitu viwili tu, mfurahie yeye mwenyewe. Sasa usisahau, unapomfurahia huyo mwanaume, umfurahie sana mnapokuwa naye, na hasa mnapokuwa na nafasi ya kuwa faragha wawili. Aidha ni jikoni, ni sebuleni, ni kwenye bustani, kwenye garden nje ya nyumba yenu, ni beach mmeenda kutembea, ni chumbani. Hakikisha unafurahia pale. Hakikisha unamfurahia pale. Yaani amua kwenye moyo wako. Kitabu cha Mungu katika kitabu cha Wafilipi sura ya 4 mstari wa 4 anasema furahini katika Bwana siku zote. Furaha yako iweke katika Mungu. Furaha yako iweke katika yale mema ambayo Mungu anakujalia. Kwa hiyo yeye mume wako akiwa na mema mawili tu, wewe afurahie hayo. Mfurahie sana, jipange kumfurahia. Inawezekana ukiandaa akili yako utamfurahia sana. Mfurahie kwenye faragha zaidi. Na hiyo ni kitu ambacho mwanaume anakihitaji pia sana. Yaani utagundua kwamba furaha yako mwanamke, watoto wanahitaji, house girl anahitaji, mume wako naye anahitaji. Mwanaume anafurahia sana kuwa na mke mwenye furaha nyumbani. Watoto watafurahi kwamba wako shule, wanatamani kurudi nyumbani. Ikifika jioni wako shule, kama imetokea ni wakubwa wako form 5, form 6 boarding. Ikifika muda wa likizo watafurahi kurudi nyumbani kama wana mama mwenye furaha. Mumeo atafurahi siku imeisha, arudi nyumbani kwa mama mwenye furaha. Watu wote watafurahia. Utagundua hiyo furaha yako kila mtu anahitaji. Wakati unafurahi usisahau kujipenda. Kupendeza kwako ni jambo muhimu sana. Ni jambo muhimu kwa watoto wako, ni jambo muhimu kwa mume wako, ni jambo muhimu kwako mwenyewe. Ukipendeza unajisikia vizuri. Kwa hiyo zingatia furaha yako, mwache aongoze. Kitu kingine muhimu cha kufanya, kiongozi huwa anatakiwa atatue changamoto zinazoikabili timu anayoiongoza ili ile timu iishi kwa ufanisi. Mwachie mume wako atatue changamoto za familia. Changamoto kubwa na ndogo, mwachie. Changamoto kubwa mwambie, jadiliana naye, tunanunua lini kiwanja? Tunajenga lini? Tunajenga wapi? Mtoto atasoma wapi? Hayo ni mambo makubwa. Jadiliana naye, ukimaliza kujadiliana naye mwachie. Relax wanasema Kiingereza. Mwachie ayatafakari, akupe mwongozo kwamba mnaendaje mbele. Na ukimwachia hiyo nafasi utajigundua kwamba wewe mwenyewe unajitendea wema, kwa sababu utakuwa na furaha, familia nzima itakuwa na furaha, nyumba itakuwa na mazingira ambayo yanatokana na furaha iliyoko ndani yako, inachemka, inaambaa, inasambaa nyumba nzima. Utagundua na mume wako ana furaha, kwa sababu mwanaume kaumbiwa kuongoza. Ukimwachia hiyo, wala usimuonee huruma kwamba anateseka. Kaumbiwa kuongoza. Wewe mwambie, mwachie atafakari. Lakini hata mambo madogo madogo, wakati mwingine inatokea kwamba mwanamke, kwa mfano, unajikuta mwanamke, nina kazi ya kusafisha ndani nyumba, na kazi ya kusafisha bustani ya maua nje, na kazi ya kutengeneza bustani ya mboga nje, na kazi ya kusafisha mabanda ya kuku nje, na kazi ya kusafisha mabanda ya ng'ombe nje, bado ndani nipike, niangalie watoto. Kwa hiyo unaumia, baadaye unawaza hivi, huyu mwanaume hajali, haoni. Basi kama wewe ni mwanaume unafuatana nasi, zingatia hayo mambo. Angalia kama mke wako unaona kazi zinamzidia, ni vizuri ukachukua hatua. Lakini leo nataka kuongea na wewe mwanamke. Mpe changamoto zako, azitatue, za familia azitatue, na za kwako. Usikae unafanya hizo kazi, unachoka hoi, unajiona yeye nateseka, huyu mwanamume kama haoni, unaendelea kupambania. Usipambanie, hizo ni changamoto, wewe mpe hata hizo ndogo ndogo. Mwambie, mume wangu, nimekuwa na lima bustani ya mboga huku nje na bustani ya maua na kuangalia banda la kuku na la ng'ombe. Kusema kweli hizi kazi zinanitesa sana, yani sizifurahii, zinanisumbua. Ninatamani kungekuwa kuna namna ili hizi kazi anisaidie mtu mwingine. Na mpaka mwanamke umefika mahali unawaza kwamba hizi kazi mume wangu kama haoni, ni kwa sababu unajua, sababu kipato cha mume wako unakijua. Unajua kwamba mume wangu ana uwezekano wa kuzitatua hizo changamoto, ndio maana unaanza kuumia. Kwa hiyo ukiona kama zinakuumiza hizo kazi, we mpe na hiyo changamoto. Utashangaa jinsi ambavyo anaweza akazitatua kwa haraka tu. Wakati mwingine anakuona anafikiri unafurahia tu unavyoendelea na hizo kazi. Kwa hiyo atazitatua hata hizo. Unaweza kukuta anakuambia, hebu tutafute mtu afanye mabandani, tutafute mtu afanye bustani, tutafute mtu akusaidie kufua, tutafute mtu hata akusaidie kupika, tutafute mtu akusaidie hiki na kile. Mpe changamoto kubwa na ndogo. Wewe zingatia furaha yako. Angalia nini kinakupa furaha. Zingatia hivyo vitu. Ili mradi kwamba sio dhambi hivyo vitu, ili mradi kwamba vinaleta changamko ndani yako, zingatia hivyo vitu. Muache mume wako aongoze, wewe zingatia furaha yako.